Kila kitu kina chimbuko kwenye hii dunia. Nyota, niambie. Vipi, umefikia wapi? Sijafikia kokote. Sijafanya chochote. Mimi nimetulia kama nilivyokuambia siku ile. Mimi nakusikiliza wewe. Nilijua kuna mengine labda ushayaona, ushayapata, ukajua jinsi gani tutatatua hilo tatizo. Hapana rafiki. Sijapata chochote na sijafanya chochote kwa kifupi. Okay. Yule jamaa nimeongea naye. Sawa. Akasema tupange sehemu twende tukakutane naye ili aweze kututatulia hilo tatizo. Sala kwenda kokote pale sio mbaya. Sawa. Lakini shida sasa kama utakuwa kuna gharama zinatakiwa kutokana na mazingira tulokuepo au tunaoenda, itakuwaje sasa kuhusu hiyo gharama ndugu yangu? Usijali. Wewe ni rafiki yangu. Hiyo gharama mimi nitafiti mimi. Mimi na wewe tumetoka mbali. Kwa hiyo tatizo lako wewe, mimi ni tatizo langu mimi. Yaani wewe jinsi unapoteseka hata mimi mwenyewe nateseka kwa sababu hatujazoeana hivyo. Sijazoea kukuona hivyo ndugu yangu. Sawa rafiki yangu, nitashukuru. Sawa. Nitashukuru sana rafiki yangu Moses. Sawa. Ni kila kitu kinachozaliwa jua kuna chimbuko lake. Chimbuko. So uganga, so uchawi, so ulevi, utapeli na mapenzi. Palipo na upendo hapakosi chuki. Chimbuko. Wapo wanaochukiana, wanagombana, wengine wanadiliki kuuana, mixa kurogana. Hapo kuna chimbuko. Mala huyu kasalitiwa, kaibiwa, uongo, unafiki na umbea, hata kifo. Jua kuna chimbuko. Hii dunia ina magumu yake na kila mtu anapitia magumu yake. Subira rafiki yangu anapitia magumu yasioelezeka. Natamani kumsaidia, lakini sijui nianzie wapi. Jamani, Mungu tupe mwangaza, tupate ufumbuzi. Tuna mali chimbuko. Hata hisia za mapenzi zina chimbuko. Hata kuvunja ungo kuna chimbuko. Hata kubale kuna chimbuko. Mambo yanazidi kuwa magumu. Hata silicho kufanya. Kaka naye hayuko sawa. Kila nikimuuliza tatizo nini hasemi. Tatizo ananidharau, anaona mimi mdogo, kiasi kwamba siwezi kumsaidia lolote. Ila bora angesema ningejua cha kufanya. Au nimwambie mama. Hapana. Ila ngoja nimepata kitu. Hili ni chimbuko. Mama wewe, mengi yanayotokea. Chimbuko. Semwe. Mimi nashukuru bwana. Ngoja nikuache. Haya, karibu shemu. Tutaonana Ila bwana, nikumbuka jambo moja. Unajua pale nyumbani na mdogo wangu anakaa naye. Sabrina. Naam. Sasa hapa nyumbani unaona anakaa tu ana kazi, nikaona bora kama kuna mazingira yote ya kazi inaweza kunisaidia, basi naomba uniconnect naye. Basi wewe shemu usijali. Au sio? Nitamfanyia mpango, tutajua jinsi gani ya kufanya ili mradi apate kazi. Si unajua tena sisi maisha bila kujishughulisha sio mazuri. Sasa nashukuru. Shemeji. Mimi nataka nisahau. Haina shida shemeji. Mimi nashukuru bwana. Asante kwa kunitembelea, nashukuru. Basi poa pamoja. Shemu. Chimbuko. No. Chimbuko. Wanangu. Lengo la kubwa la kuja hapa. Mimi ni mtu mzima na akili zangu timamu. Nimekaa nimejifikiria. Nimekuja kukuomba radhi mkwe wangu Nyota. Kutokana na matusi yote yale nilikuwa nakutukana baada ya kuniambia habari za Subira na kashfa zote nilizokuwa naongea kwako.
naomba radhi unisamehe sana kwa sababu nilikuwa sijui kama hilo tatizo lipo. Shangazi, nimekusamehe. Tena nimekusamehe kwa roho moja, kwa roho sana. Sina kinyongo na wewe shangazi yangu. Kuwa na amani kwa hilo. Ni kweli shangazi. Nyota hawezi kukaa na kinyongo. Wewe pia ni mzazi wake. Na isitoshe shangazi, Nyota ni sasa tu na mwanao. Umeona? Asa atakaje na kinyongo? Wewe naomba tu uamini shangazi, Nyota amekusamehe. Usiwe na mashaka, kuwa na imani tu. Hivi kweli mkwe wangu umenisamehe? Kuwa na amani mamangu, nitakwambia. Nimekusamehe. Nashukuru sana kwa kunisamehe. Ila hapa tujadiliane, tujue jinsi gani tunamsaidia Subira. Kuhusu hilo shangazi, usiwe na shaka. Kuna mwana saikolojia tulikutana naye, tukaongea naye, akasema anaweza akatusaidia. Kwa hiyo hapa tunasubiria tu siku gani aseme ili twende tukakutana naye ili aweze ni jinsi gani ya kumsaidia Subira. Na inawezekana tukapata ufumbuzi kwa sababu wale wamesomea, wanajua mambo hayo. Kwa hiyo wewe shangazi, wewe kuwa na imani tu. Na kingine, kuna jambo tu tuliongea naye. Ila kwa hilo mimi kuombe tu shangazi, ungeenda ukutane na Tunu, mnaweza mkapata viwili vitatu vya kumsaidia Subira. Mozi. Naam. Ni kitu gani ndio kuona kuongea naye? Jambo gani maana yake? Nyota rafiki yangu, hayo ni mambo ya kike. Naomba tumwachie shangazi na Tunu. Wao wataenda kumaliza hilo jambo. Nadhani huo msaada unaweza ukasaidia ili jambo likaisha. Usiwe na shaka shangazi. Kila kitu kinawezekana kwa Mungu. Yaani nitashukuru sana nikipata msaada. Usiwe na hofu shangazi. Sabrina. Abe shangazi. Niliongea na Tunu ili aje. Nilikuwa na mazungumzo naye. Lakini sasa hivi nampigia simu hapokei. Kwa hiyo nilikuwa naomba uende nyumbani kwake ukaniitie. Sawa, haina shida. Haya. Shangazi. Kwema hapa? Kwema, mbona nakupigia simu upokee? Simu iko ndani. Sisi tunasichana tuko nje tunafanya mambo yetu. Kwema lakini. Mwe mnakaa na simu karibu. Pengine kunaweza kutokea tatizo la dharura, afu simu umeweka ndani inakuwaje? Kwa hilo nisamee shangazi yangu. Niambie kwema. Nimeongea na Moze. Kuhusu tatizo la Subira, ameniambia wewe utakuwa msaada mkubwa kwa Subira. Kweli Moze nilizungumza naye. Na mpaka tukakaa tukajadili tukaona bora Subira apelekwe kwa mganga. Inawezekana akawa amelogwa. Yaani huyu kijana amenikosea kweli. Shangazi unasemaje? Kakukosea? Hivi. Yaani mmekaa mmeongelea masuala kwa waganga. Mimi na waganga wapi na wapi? Lakini shangazi kwenye kutafuta suluhu. Vipi tutamwokoaje Subira? Sasa hapo kibaya kipi? Kwa hiyo ameniona mimi mchawi, kaniona mimi mwanga au kanichukuliaje? Ila shangazi, sisi hatuwezi kumchukua jukumu la kumchukua Subira tumpeleke kwa mganga. Wewe ndo kama mzazi wa Subira, lazima tushirikishe. Sio kwa kunishirikisha kwenye masuala kama hayo. Kwani mahospitalini matatizo hayawezi yakatibika? Basi tusamee shangazi, kama hilo tumekosea. Yaani huyu kijana anatakiwa aniombe radhi kabisa. Amenikosea. Wengine wanaabudu mizimu, mashetani, Freemason. Kuna chimbuko. Hata vitabu vya dini, si binadamu duniani na viumbe vilivyo hai. Vyote kuna chimbuko. Yaani rafiki yangu, nimechoka kabisa. Yaani haya maneno yanaendelea mtaani kuhusu mimi hivi, unaona ni kweli? Ni kweli rafiki yangu? Sio kweli.
watu kuniita mimi chizi, watu kunizalilisha mimi kiasi hiki. Na sio watu tu, hata wewe rafiki yangu unashiriki kwenye hiyo dhambi kuniita mimi chizi. Mimi nazalilika sana mtaani rafiki yangu. Mimi wakuniita chizi. Mimi chizi. Amna shoga yangu, wewe uko sawa kabisa. Yaani bora waongee watu wote wa mtaani sio wewe. Subira. Haya yote tunafanya kwa ajili ya kukusaidia wewe utoke kwenye hiyo hali uliyokuwa nayo. Tatizo gani unaloliongelea wewe? Tatizo gani unalongelea na mimi silifahamu? Mimi sina tatizo lolote. Mbona kunichanganya akili yangu? Mimi kila siku nakaa na muomba Mungu nijue nina tatizo gani. Kila siku nakaa na muomba Mungu nijue nadhalilika wapi. Lakini najua niko sawa, nyinyi ndio mnanisikiliza mambo kijinga kama hayo. Mnanisikiliza mambo kijinga kama hayo. Hii dunia kweli ada ulimwengu shujaa. Mmenitenga sana, mnaniweka mbali na ulimwengu. Mimi sio mfu, mimi niko hai. Mnanivisha sandali yako bado sijafa. Huko mbona umefika mbali sana? Mnaniandalia kaburi, mnanichimbia kabisa, mnataka kunifukia kuna jioni. Kweli? Hayo ni mambo madogo tu yataisha. Na kwa kila binadamu yanamtokea. Sawa Subira? Hivyo ushawahi kusingiziwa uchizi wewe? Bora mtakuita umalaya, kila mwanamke malaya. Bora mtakuita kitu gani sijui. Ushawahi kuitwa chizi wewe? Unajua maana ya chizi? Ni kila kitu kinachozaliwa jua kuna chimbuko lake. Chimbuko. So uganga, so uchawi, so ulevi, utapeli na mapenzi. Palipo na upendo hapakosi chuki. Chimbuko. Wapo wanaochukiana, wanagombana, wengine wanadiliki kuuana, mixa kurogana. Hapo kuna chimbuko. Mala huyu kasalitiwa, kaibiwa, uongo, unafiki na umbea, hata kifo. Jua kuna chimbuko. Chimbuko. Subira amepagawa, mtaani anaonekana chizi, watu wanamcheka juu nini chimbuko. Anatanga eleweki, hasomeki, ni majanga tu. Kuna wengine anakwenda kwa ganga wapate watoto na mali. Chimbuko. Hata hisia za mapenzi zina chimbuko. Hata kuvunja ungo kuna chimbuko. Hata kubale kuna chimbuko.